Hata usiongee sana, mimi nishakuelewa. Sijui kama una muda nikutembeze tembeze huku kijijini. Sawa, kutembezwa na mtoto mzuri kama wewe siwezi kataa. Wewe kama vipi? Twende zetu. Sawa, twende. Sasa sitaniomba, mbona nitakuingiza kwenye matatizo? Binadamu wazoe ndivyo alivyo. Wazoe Msamboi wangu, tokea jana ulivyojuana na mimi na nilivyotembeza hapa kijijini, hautaki kabisa kuwa mbali na mimi. Yaani umeenda tu ukabadilisha manguo na ukarudi tena hapa. Kwani pia leo unataka tena kulala juu ya miti kama jana? Mtoto mzuri, nisikilize na unielewe vizuri sana. Mimi sijawahi kupenda mwanamke kama venye nilikupenda wewe, na hata ukiniambia nijitie kitanzi nife ubaki wewe, niko tayari kufa kwa ajili yako. Unaonaje nikikupeleka nyumbani ukamsalimie Malikia? Malikia? Nipo tayari kuonana na Malikia na nimwambie naomba niishi na mwanao. Njoo. Rasta. Kwa nini unanikimbia? Halafu sitaki umfuatilie mume wangu Dege Kidumu, la sivyo nilikuahidi nitakugeuza msukule. Toka hapa. Baada ya bibi kufa, hichi kijiji mimi ndio nakimiliki. Malikia, nimerudi tena na leo sijakuja kukaa. Nimekuja kumtambulisha mpenzi wangu mpya, anaitwa Stano. Kipenzi changu, ni muda wako wa kuenjoy. Ila kumbuka, kazi yako ni moja tu duniani, kupata mtoto na binadamu. Kwenye tendo usitumie mipira, na kila mwanamume atakayeshoboka na wewe hakikisha unalala naye. Kumbuka, kazi yako duniani ni kuhakikisha unapata mtoto na binadamu. Na kila mwanamume atakayeingia kwenye 18 zako atabaki kuwa mjinga kama huyu uliyemleta. Kipenzi, mregeshe binadamu duniani, na huko duniani raha jipe mwenyewe. Asante sana Malikia kwa kunichagua mimi kuifanya hii kazi, ila mchawi mjamzito sitomwacha, nitapambana na yeye mpaka dakika ya mwisho.
Kidege mme wangu, ile mikojo nikakojwa jana usiku ulienda kuimwaga chooni? Hapana, niliweka chini ya kitanda. Kumbe wewe mshenzi. Niache miguu yangu. Nenda ukamwagia mikojo. Tena uhakikishe umeosha vyombo vyote vyenye tumetumia. Tena uhakikishe unajaza maji huko ndani, na uhakikishe umenifulia dera yangu nitavaa kesho. Kuna sehemu naenda. Sawa mke wangu, utanipata na kusubiri hapa nyumbani. Binadamu wazoe ndivyo alivyo. Binadamu wazoe ndivyo alivyo. Mchawi mjamzito, utaniweza kweli? Kidege ni mme wangu na nitafanya kila njia abaki kwa mme wangu. Kidege, Kidege, Kidege mme wangu, nimerudi. Kidege mme wangu, nimetoka lakini nikakumisi, ndio maana nimerudi. Hebu tuende ndani tukafanya mambo fulani. Binadamu wazoe ndivyo alivyo. Huyo ni nani mwenye nimepishana naye huko? Amefanana na mimi kila kitu, mavazi hadi ujauzito. Lazima kuna kitu hakiko sawa. Acha nirudi nyumbani. Mtumishi wa Mungu, lakini mjukuu wa marehemu Bikobe, wewe ni kiboko yako. Kwa sababu gani? Ile siku ile tukaenda kumfanyia mombe, si mara mimi nilikuwa nakusubiri, mara baada muda kidogo tu naona mtungi ghafla kuanguka na kutali wewe. Kiukweli mjukuu wa marehemu Bikobe ni kiboko yako. Wapi kaka? Kwenye hichi kijiji nisipofunga na kuomba kwa hakika kitanishinda. Wewe unasema mjukuu wa marehemu Bikobe ndo kiboko, lakini kuna yule mke wa rafiki yako Kidege, yeye ndo kiboko yao. Eti nani? Yule Hope. Yule ni mdomo tu mara nyingi, lakini hana lolote, hana kitu chochote. Wewe ongea tu kwa sababu hajakukuta, lakini kama
tuko sote kwenye hichi kijiji. Siku yako ni moja, yatakukuta. Mchungaji, hivi unatembea na Yesu Kristo ndani yako, halafu we bado ni mwoga? Imani yako iko chini sana. Inafaa uende milimani ukafunge na kusali ili ujazwe na Roho Mtakatifu. Hiki kijiji hakina mfano. Huenda watu ambao tunawafikiria ni wachawi ikawa hawahusiki kabisa kwenye uchawi, ila hii ya mke wa rafiki yako Kidege imenishtua sana. Mtumishi wa Mungu, hichi kijiji kwa uchawi ni nambari 1. Halafu usishangae mwisho wa siku hiki kijiji kila mtu akawa ni mchawi. Halafu nikuulize, wewe umesema yule bibi ya Kidege, yule Hopu, yule naye ni mchawi? Wewe mama, wewe kijiji wapi? Kidege mume wangu, yaani katika siku zote leo umeniwezea, yaani najisikia mwepesi. Unaniwezea kwa kweli. Mke wangu, uradhi kufanya chochote ili mradi wewe uridhike. Uridhika wewe, mimi pia nimeridhika. Wewe ni nani na umefuata nini kwa mume wangu? Mimi ni wewe na huyu hapa ni mume wangu. Kwa mara ya mwisho nakuuliza, wewe ni nani na umfuata nini kwa mume wangu? Nitakujibu kwa kurudia. Mimi ni wewe na huyu hapa ni mume wangu. Mume wangu, njoo hapa. Mimi ndiye mke wako. Oh, wewe. Acha sasa nikuonyeshe. Oh, kumbe pia we mchawi eh? Sasa nisikilize nikwambie. Mimi ndo mjukuu wa Bikobe aliyekuwa mchawi dunia nzima, sio hapa tu kijijini. Haunibabaishi. Ukipuliza kuhakisha, mimi napuliza kuzimisha, na ukipuliza kuzimisha, mimi nitapuliza kuhakisha. Yaani hii ndo kwanza inaanza, haijaisha mpaka ishi.